Hello na karibu katika video nyingine, na katika video hii nataka kushare na wewe kwa nini unashindwa kufanya mauzo mtandaoni. Lakini kabla ya kufanya hivyo, tafadhali hakikisha unabofya kitufe cha subscribe hapa chini ili usipitwe na video nzuri kama hii. Kwa hivyo, moja ya changamoto kubwa ambayo wafanyabiashara wengi wanayo ni pengine wana bidhaa au wana huduma, lakini wanahangaika kupata wateja mtandaoni. Zipo sababu 7 kuu ambazo zinakuzuia wewe kufanya hivyo. Kwa hivyo nitashare na wewe hizi sababu na kitu gani ufanye ili kuweza kupambana na hii changamoto. Sababu kuu ya kwanza ni kuwa haupo katika soko sahihi. Kama umechagua biashara ambayo haina uhitaji sokoni, hata uwe na bidhaa au huduma nzuri, hakuna mtu atataka kununua. So unatakiwa kuhakikisha kuwa upo katika unahakikisha kuwa upo katika soko sahihi. Sababu ya pili ambayo inakufanya unashindwa kufanya mauzo mtandaoni ni kuwa huwaelewi walengwa wako vizuri. Watu wengi wanaanza na bidhaa au wanakuwa na huduma ikisha wanajaribu kutafuta wateja. Now that is the wrong approach. Hiyo ni njia ambayo sio sahihi. Unatakiwa kuanza na wateja kwanza ambao ni walengwa wako, ufahamu matatizo yao vizuri, ikisha ili ujue bidhaa au huduma gani ukiwapatia itatatua matatizo yao. So kama huwaelewi walengwa wako vizuri, utashindwa kufanya mauzo. Wao ni nani? Wanafanya nini? Wana umri gani? Maumivu yao ni nini? Ukishaweza kuwaelewa walengwa wako vizuri kuliko unavyojielewa wewe mwenyewe, basi utafanya mauzo vizuri. Na sababu ya tatu ambayo inakuzuia kufanya mauzo mtandaoni ni kuwa watu hawakuoni kama mtu sahihi wa kuweza kutatua matatizo yao. Tutasogea hapa mbele kidogo, naona kuna zogo. Watu hakuoni kama mtu sahihi wa kutatua matatizo yao. Sasa kwa vile unaingia sokoni na bidhaa au kutangaza huduma, kuconnect vizuri na walengwa wako. Watu wanakuona kama machinga ambaye ana bidhaa, anajaribu kusukuma bidhaa kutoka kwao. So hakuna connection kati yako na yule mlengwa. Kwa hivyo kama watu hawajakuona kama mtu sahihi wa kutatua matatizo yao, basi kwa nini wanunue kutoka kwako? Watu wana connect na watu vizuri kuliko wanavyo connect na bidhaa. Watu wengi wanapenda kutangaza bidhaa badala ya kuzungumza na yule mlengwa, kuelewa na matatizo gani na vipi ile bidhaa akimuuzia itamsaidia kutatua matatizo yake. Na sababu ya 4 ambayo inakuzuia wewe kufanya mauzo mtandaoni ni kuwa huwafikii walengo wako. Inawezekana upo katika soko zuri, inawezekana umejiposition vizuri sokoni kama mtaalamu, inawezekana unaelewa walengwa wako vizuri, lakini huwafikii walengwa wako. Na kama huwafikii walengwa wako, you become invisible, unakuwa huonekani. Na kama huonekani, huwezi kufanya mauzo. Sasa kitu gani unatakiwa kufanya uonekana? Una option 2. Option ya kwanza ni organic traffic, ni traffic ya bure, na option ya pili ni paid traffic ambayo ni traffic ya kulipia, yani unalipia matangazo. Tukianza na organic traffic, ni kutumia mitandao ya kijamii, kwa mfano YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ili kuweza kuwafikia walengwa wako. Na ukitumia platform hizi, kitu unachofanya unazungumza na walengwa wako kwa kuaddress matatizo walionayo, una address problems walionayo na kuwafahamisha exactly kitu gani wanatakiwa kufanya kuweza kutatua yale matatizo. Na kila ukiweza kudemonstrate kwao, kila ukiweza kuonyesha kuwa unaweza kutatua matatizo yao, basi ndivyo utavowavutia wengi na wengi watataka kununua kutoka kwako. Na njia ya pili ya kuwafikia watu, na hii njia mimi naipenda kwa sababu unaweza kuanzisha biashara leo, ndani ya wiki unatengeneza pesa. Wanafunzi wengi tumewasaidia kufanya hivi. Tuna wanafunzi wameweza kuingiza 5 million na zaidi ndani ya mwezi mmoja kwa sababu ya njia hii. Kwa vile hauna followers wengi, kwa vile huna social media, hujulikani, unaweza kuwalipa Facebook, Instagram au mitandao mingine ya kijamii, wakakuweka mbele ya uso ya walengwa wako na ukawaambia kabisa, mimi nataka kuonekana mbele ya kundi hili la watu, na wakakufanyia hivyo. Na kwa kufanya hivyo unaweza ukajiposition sokoni kama mtaalamu na wakavutiwa, na hata ukaacha namba yako ya simu na ukaanza kuona simu zako zinapigwa kila mara. Na sababu ya 6 ambayo inakuzuia kuweza kufanya mauzo mtandaoni ni kuwa unashindwa kujenga uaminifu kwa walengwa wako. Inawezekana upo katika soko zuri, inawezekana umejiposition kama mtaalamu, inawezekana unawafikia walengwa wako, lakini still unahangaika kujenga uaminifu.
uaminifu unakuja mwanzo kabla ya kutangaza bidhaa au huduma. Kosa kubwa ambalo watu wengi naona wanafanya, wanakimbilia kutangaza bidhaa na huduma wanazotoa kabla ya kujenga uaminifu. Na ukifanya hivi, hakuna mtu atataka kufanya biashara na wewe. Kama unawalenga watu wanene wanaotaka kupungua uzito, basi connect na wale watu, wafahamu, ongea nao, elewa matatizo yao, wasikilize wamehangaika vipi, show concern, kuwa na nia safi ya kutaka kutatua matatizo yao. Ukishakuwa mtu aina hiyo, basi watu wataona kuwa kweli unawajali, na ukionyesha kuwa unawajali, hata kama unauza bidhaa ya shilingi milioni 1 au milioni 2, watu watakulipa mtandaoni. Sisi binafsi tumekuwa tukifanya mauzo ya products za bei ya juu kila mara kwa kujenga uaminifu mtandaoni. Na njia nzuri yao au rahisi yao ya kufanya hivyo ni kuwaingiza watu ndani ya jukwaa lako. Anzisha kama WhatsApp group, ndani yake ongea nao, connect nao, wapigie simu, jenga uaminifu, ikisha utaweza kufanya mauzo kiurahisi. Sababu ya 6 ambayo inakuzuia wewe kufanya mauzo mtandaoni ni kuwa na ofa ambayo haina mvuto. Unaweza ukajenga uaminifu, lakini kile kitu unachokitangaza hakiwavutii walengwa wako, basi hawatakuwa tayari kuuza. Lazima ofa yako i-address matatizo yao, naone kweli wao, hii ofa nisipoilipia sasa hivi basi nakosa kitu kikubwa sana. Na nikizungumzia ofa, sizungumzii tu kupunguza bei. Nazungumzia unawapatia kitu chenye thamani kupita kiasi ambacho wanaona wasipolipia sasa hivi basi wanapitwa na kitu muhimu sana. Kuna vitu kadhaa ambavyo vinafanya ofa inakuwa na mvuto. Jambo la kwanza, lina address matatizo yao. Jambo la pili, ndani ya muda mchache wanaanza kuona matokeo. Jambo la tatu, unaweza ukawapatia bonus ya ziada ambayo itasababisha kupata matokeo makubwa zaidi. Na jambo la 4, ofa iwe inawahamasisha kuchukua hatua mara moja, na sipochukua labda watakosa ile fursa. Unaweza kusema ofa hii inatoa kwa watu 10 tu, au watakaojinyakulia ofa hii watapata na bonus fulani, au watakaojinyakulia ofa hii watapata kwa bei ya pungufu, au nazipo ofa za aina tofauti. Lakini alimradi kama ofa yako haina mvuto, hakuna mtu atataka kununua kutoka kwako. Sababu ya 7 ya mwisho ambayo inakuzuia wewe kufanya mauzo mengi ni kuwa hauna mfumo thabiti ya kufanya mauzo endelevu. Unaweza ukafanya haya yote na ukatangaza ofa na ukafanya mauzo ya awali na ukapata wateja, lakini kuanza kuingiza 100,000 kila siku au 500,000 kila siku au milioni 1 kila siku, lazima uwe na sales system, mfumo wa mauzo. Na nikizungumzia mfumo wa mauzo, nazungumzia kuanzia sehemu ya matangazo, sehemu ya kujenga uaminifu na sehemu ya kufanya mauzo. Yote yanafanya kazi kwa pamoja na yanashirikiana na yanasababisha wewe kufanya mauzo kila siku. So I hope umefaidika na hii video. Hakikisha una subscribe ili usipitwe na video nzuri kama hizi. Na kama utapenda kuconnect na sisi, unaweza kufanya hivyo kupitia tovuti yetu ya www.onlineprofits.co.tz. Mimi ni Dr. Said. Tutaonana katika video ijayo. Peace.